Umeoa? Yeah, of course. Bwana, kwa hiyo rasmi tunaweza kukuita semeji hapa nyumbani. Okay. Mimi semeji wa Burundi. Okay. Yeah. Sawa, imekuwaje umeamua kutoka Mtwara mpaka Bujumbura? It's normal because maisha popote unapokutana na mtu mnavofahamiana, mnavoelewana, so that's the life. Okay. Yeah. Sawa. Yes, kama kawaida ndio unaona hivi Ibrahim ameweza kukabidhiwa zawadi za kinyumbani. Hizo ni ngoma, kuna ngoma kama mtu anapiga ngoma. Hizo ni nembo za nyumbani, lakini Ibrahim akiwa na furaha sana na kupata hizo zawadi za nyumbani bana. Ndio karibu Burundi yetu hii hapa. Ibrahim bana, kama uliona aliweza kupata gari hapa akiwa anaondoka na sisi bwana, moja kwa moja nafikiri hapa ndio itakuwa ni mwisho wa kipindi ya kutoka hapa airport, lakini kikubwa ni kwamba Ibra all the way from TZ. Karibu Burundi brother. Hello 5. Mambo vipi? Uko freshi? sasa vile unaweza haya toka mnatuambia wanafika mbio change kwa kidogo pale. Usafiri kwa hapo na wengine wanakuja. Simame kwa hivi. Kwa hivi anatazama huko. Karibu bwana. Karibu. Ibra, ungesimama kwenye hii side. Chabweni basi side moja. Yeah, hii side ya huko. Ungesimama side ya huko. Side. Yeah. Hebu tukupiga picha hapa sisi. Almasi ni nani? Yemoja. Thanks mama. Thank you. Let's go bro. Time. Tayari. Bwana Ibra, karibu sana Burundi. Thank you so much bro. Bila shaka ni mara kwanza unakuja Bujumbura? Yeah, it's the first time. Okay. Kwanza pole na safari. I'm good. Thank you so much. Yeah. Sawa, tunapenda kujua ni kitu gani ambacho umekuleta Burundi, kwa sababu tumejua kama msanii mkubwa kama wewe akikuja nchi fulani panakuwa matangazo ya show manini na nini, lakini what's bring you in Burundi? I'm here to see my family. Okay. Yeah. Kuna family hapa? Yeah, my family are here. Family unamaanisha ndugu zako? Yeah, niko na ndugu zangu. Okay. Yeah. Upande wa mama, upande wa baba, family unamaanisha nini? Na upande wa mke wangu. Yeah. Uko na ukweni kwako? Yes. Okay. Yeah. Umeoa? Yeah, of course. Bwana, kwa hiyo rasmi tunaweza kukuita semeji hapa nyumbani. Okay. Mimi semeji wa Burundi. Okay. Yeah. Sawa, imekuwaje umeamua kutoka Mtwara mpaka Bujumbura? It's normal because maisha popote unapokutana na mtu mnavofahamiana, mnavoelewana, so that's the life. Okay. Yeah. Sawa. Na kweli wewe ni miongoni wa wasanii ambao tunaweza kusema kwa sasa hivi kwa vijana ambao East Africa wanafanya vizuri, wewe umo. Na bahati nzuri sasa hivi tumepata semeji ambao pia ni miongoni wa watu ambao wanapeperusha bendera ya East Africa. Yeah. Na tuna wasanii ambao pia wanafanya vizuri hapa nyumbani. Inaweza kuwa ni opportunity pia ukafanya kazi na wasemeji yako. Yeah, of course, kwa sababu kazi ni kazi, na kama kuna misingi ya kazi tunaweza tukafanya kazi na mtu yoyote.
Okay. Yeah, mradi tu amefuata utaratibu wa kisheria kwa sababu sisi ni tunafanya biashara, right? Okay. So yeah, it's a business. Sawa. Yeah. Kwa hiyo umekuja kuangalia familia au kuna sherehe za harusi zitaendeleepo au nadhani wako wamenialika wakaniambia wanahitaji kuniona, so I'm here to see them. Okay? Yeah. Sawa bwana. Yeah. Yeah, so tuseme umekuja leo Alhamis, kesho kuna Friday, Jumamosi, utachukua muda gani kuweza kukaa hapa? Maybe 2 weeks. 2 weeks, eh? Yeah. Okay. Sawa. Bwana, karibu sana. Mimi nafikiri pia kuna wenzangu watangazaji pia wanaweza kuuliza swali. Mtu yoyote ana swali anaweza kuuliza. Mimi jina langu Star Boydishi. Oh yeah. Kutoka TV Star TV 257. Let's go. Mr. Don't Care. Swali langu linasema hivi, umeshawahi kusupport muziki hapa nyumbani kwetu? Kama umeshawahi kusupport muziki hapa Burundi, umetumia njia gani? Burundi niko na friends wanafanya muziki akina Satibi, a lot of people here, but ni muda wa kucommunicate nao vizuri zaidi kwa sababu we family, you know. Okay. Yeah. Muziki gani unatumia kwenye playlist yako? Nasikiliza wasanii wengi tofauti, lakini niliposema nakuja Burundi pia watu wengi wamekuwa interested, wamenicheki watu wengi. So yeah, I think it's a time to work together. Yeah. Kabisa. Tanzania kuna wasichana wengi. Wasichana sana. Ila wewe kama Ibra umeamua kuja hapa kwetu Burundi. Yeah. Ukaamua kufanya choice hapa kwetu Burundi. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi hapangiwi mtu kwa kupenda. Mtu anayempenda yoyote anaweza kuishi naye popote vyovyote. So yeah, it's a life. Yeah. Yes, Ibra, wewe ni mmoja kati ya wasanii wakubwa wenye tuko nao hapa East Africa. Ushafanya collab nyingi zenye za kimataifa na muziki wako ushaupandisha katika level zenye ni za maajabu sana. Swali langu ni this time around uko Burundi na umekuja mambo ya issue kuhusu familia. Tunahitaji kujua ukitafutwa kuhusu shows itakuwa aje? You ready kufanya show hii time au labda ukutafute next time? Nadhani kwa kuwa niko hapa kila kitu kinawezekana, ni watu tu kufuata utaratibu wa kibiashara. Yeah. Kwa sababu music is a business bro, right? So kama watu wanafuata milolongo mizuri ya biashara, kufuata kile ambacho kipo kwenye biashara, tunafanya kazi anytime. Yeah. Sawa. Kwa hiyo kwako haikuwa easy kuweza kuacha habari kupaka kufuata ziwa? Tuko vizuri kwa sababu mapenzi ni mapenzi na nguvu Yeah. Haya basi, ingine swali. Ukitazama kiwango cha Ibra 2025 iko tofauti na kiwango cha Ibra 2024. Anamaanisha mwaka 2025. Nadhani ni tofauti sana kuielezea kwenye mahusiano kwa sababu ni moyo wa mtu una siri kubwa. So yeah, love bro. Okay. Kama gist uliongelea Ibra, mpenzi wako ni Mrundi. Katika Kirundi tunasema Mrundi kazi, you know. Mpenzi yule ni mke. Mke wako, sorry. So kitu nahitaji kufahamu ni kuhusu kuna maneno ya Kirundi shawahi kufundisha, kama yapo tupitishe kidogo. Kama vile unaweza kasalimia hata wakwe basi kwa Kirundi. Unajua ni Mrundi lakini anaishi sana nje. Yeah. Mara nyingi naongeaga naye sana English, lakini kwa kule pia wanaongeaga Dutch. Yeah. Belgium. Kwa sijawahi kujifunza hayo maneno, lakini kwa kuwa niko hapa ni hamna shida, ni kitu cha kawaida. Dunia. Ina mengi sana. Na swali kidogo. Yeah. Mimi naitwa Sema Vumba, niko influencer. Oh yeah. Baadhi ya wasanii ambao wanafanya muziki kama muziki wako inakuwa na fan base fulani na warembo wasichana. Yeah. Hivi kwa umekuja kuwa Burundi, okay Burundi. Au ufie, unasema hivi. So kwamba utapoteza fan base ya muziki wako kutokana na jinsi muziki wako sometimes unakutana fan base kumbe inakuwa na target ya warembo. Umesaliti warembo wa Kitanzania. Unajua nikwambia kitu kimoja, kwenye maisha yangu pia mimi sipendi sana kuangalia mtu mwingine kuliko mimi, kwa sababu mimi ndo najua maisha yangu, mimi ndo najua wapi naelekea, mimi ndo najua nini nahitaji. So it's my life and it's the right time. So yeah. Nice one. Mziki watoto wa Tanzania. Hapana, mziki upo, maneno yapo na
tutaendelea kuenjoy mziki mzuri kwa sababu ndio kitu ambacho nakifanya. Sawa. Ibra, tukirudi nyuma, juzi hapa tuliona Mzee Konde alitoa tarehe ya kutoa nyimbo ambayo alifanya na Rude Boy, na wewe pia uta mention kwamba the same day pia utaachia na wewe ngoma ambayo ulitoa jina ya Asante. Lakini end of the day tuliona siku ambayo Konde alitoa music, mtu ambaye aliweza kupambana na Konde alikuwa ni Diamond. Wewe ukakaa pembeni. Ni nini au ni kuna ile familia mzee anasema bwana mtoto wetu lia? Hapana, ni biashara na pia mimi nahitaji kumpa mtu time kwa sababu mimi sishindani na mtu yote bro. Okay. Nafanya music napenda muziki, ni kazi yangu, so sina haja ya kushindana na mtu yote. Harmonize is my brother. Okay. And Diamond is our big, you know. Okay. Yeah, so ni familia. Okay. Yeah. Kwa hiyo hakuna mtu haja kukataza kuacha kufanya vile. Hapana. Okay. Yeah. Sawa. Bwana. Yes, Ibra. Watu. Tuondokeni, siwezi kukaa hivi sasa nitakaa. Basi nisubiri kwenye gari. Ibra, swali langu ni inaomba nini ili kwa juu ufanye collab na msanii wa Burundi? Panaomba nini au mtu inaomba apite katika inahitajika utaratibu gani ili afanye collab na mimi nadhani namba za management ziko kwenye bio ya Instagram. Yote anayetaka kufanya kazi apite kwenye bio pale, awasiliane na uongozi. Yeah, we can do. Hapa hujakuja na management? Management kila kitu kipo. Kwa sababu niko nyumbani, so I'm free. Sawa, asante sana. Thank you so much.